Sasa Musa, muona kazi yetu. Muona vijana kweli wamefanya kazi vizuri. Hata yule mzee mwenyewe akija, akiangalia hivi, anafurahi. Sio mchezo mwenyewe. Sasa unajua kuna shamba moja lile kule. Ngoja kwanza. Kwa hiyo huku kote kwako. Huku sio kwambia ile shamba yule mzee yule ambaye tulishakulaga hela yake. Nimekumbuka. Kwa hapa twende kaangalia ile shamba la kule. Je, wale vijana nakwambia wapeleke. Fanya kazi pasavyo. Maana hizo kazi za huku kijijini za moto sana ndugu yangu. Na mapoli bado ni mengi. Sasa nikumbuka. Unaona huko? Kaka kiboko. Hii dawa nini kwanza? Hii mwanangu, ukiwa na mwanamke ambaye anakusumbua sana. Hii chafu sana. Umti kiboko. Kama kuna mwanamke anakusumbua. Kaka. Usaifa mjanja sana Musa. Nilikwambia yule mganga wako hamna kitu. Haiwezekani mtu tunakutana naye leo hamna kibusha wala tumbo kujaa, hamna kitu. Alafu unaniambia yule mganga. Ndugu yangu kaka, unaongea sana. Sisi tunamlembesha huyu tumnyooshe. Umenyanyuka unataka kupigana na sisi, si ndio hivyo? Fanya unachoweza tuone kama unajiamini. Sisi tunafanya nini? Fanya unachoweza kama kwa unajiamini. Afadhali dada nimekutana na wewe. Wewe si umeshindwa kumfundisha mwanao tabia? Sasa sisi walimwengu tumeshamfundisha. Masikio yako yakae kusikia taarifa yoyote mbaya kuhusu mwanao Kibiru. Nyarisa, mdogo wangu. Yaani kama umejipanga kuchezea familia yangu, hapa umenoa. Yaani wewe kachezee huko ulikozoea, ila sio kwa mtoto wangu Kibiru. Kwanza tu nikupe onyo. Yule Kibiru, mtoto wangu mimi, huna uwezo wa kumfanya kitu chochote. Na kama umezoea uchawi, uwanga, kuruka, kupaa, ila sio kwa mtoto wangu. Yaani kumbuka unamzungumzia mtoto wangu Kibiru. Sasa nikupe tu taarifa fupi. Kama umezoea vya kuchinja, vya kunyonga uviwezi. Sasa ninapokuambia usije ukaongea upumbavu wote kumzungumzia Kibiru. Mtoto kama yule ukapambana naye wewe mtu mzima. Uani wewe Nyarisa, ujiangalie, wewe si ni mtu mzima. Kibiru ukapambana naye mtoto mdogo vile, mdogo wangu. Yaani kama umejipanga vita na mimi, subiri moto kuwakie. Labda sio mimi mama yake na Kibiru. Sio mimi nilombeba Kibiru miezi 9 tumboni. Azawezi wewe. Tena nitakachokufanya. Huwezi ukachezea familia yangu. Yaani ukurupuka ulikotoka, unajisikia kweli wanachokiongea wewe? Unajisikia? Yaani kama umezoea chezea wajinga wenzio, sio familia yangu. Na kingine, endelea kumfuatilia Kibiru. Utaona nitakachokufanya. Wewe unajifanya jeuri sana. Sasa usije nyumbani kwangu ukanitolea machozi yako. Katoki katiza njia, upepo unasimama. Anavuta kola yu, macho yanazunguka kama drama. Katondie gumzo, anajisemea kwa sauti ya chini. Akiamini kila binti anamwaza usiku na mchana mjini. Kato hapendi kusubiri, anataka tension papo hapo. Akituma emoji ya moto, anaamini moyo umeshashika moto. Kwenye kioo Kato ujiangalia na kutabasamu taratibu. Ndugu yangu,
bora ulivyofika hapa. Unajua nimekaa muda mrefu, akili yangu haikuwa mbali sana. Na inaonekana haupo sawa kabisa ndugu yangu. Nini shida? Musa, hivi wakumbuka ile tukio lilotokea kule? Nalikumbuka. Sasa kwa akili yako timamu hivi mtu unaweza kaa sawa? Kwa sababu mimi naamka pale najikuta mimi wewe sikuoni. Moja kwa moja nikajua dogo ameondoka na wewe. Mimi mwenyewe nilijua ushakufa. Mimi mwenyewe nilijua umekufa. Mimi nikakimbia ndugu yangu. Sawa. Sasa nisikilize Musa. Toka mara ya kwanza wewe ndio ulinihakikishia kwamba yule ni mganga. Na mimi nilikwambia yule sio mganga. Mganga gani anafuga kijogoo? Kato, nisikize kwa makini. Unavomona ule mganga, kijiji kizima hichi wanamtegemea ule mganga. Ukimsikia mganga kijogoo ndio yule. We mwanangu utakuwa umekosea masharti. Mimi ndio Musa, una wasiwasi na mimi? Kato, hebu nikuulize swali moja. Hivi ulifanya kwa usahihi kabisa vile vile mganga alivyosema ile masharti? Musa, nisikilize ndugu yangu. Mimi ninapokuwa na jambo langu waga sikosei. Mimi masharti yale ambayo ameyatoa mganga nimefanya vile vile pasavyo. Kila kitu nimekifanya, lakini cha ajabu tunaenda kutokea tukio kama lile. Yule sio mganga. Ila hataki kunielewa ndugu yangu. Kato. Musa, nisikilize. Nisikize kwa makini. Hapa umefika. Mimi sitaki mambo yawe mengi. Mguu wako, mguu wangu. Tunamfuata huyo mganga wako. Kato, nimekusikiliza kwa makini sana ndugu yangu. Sasa tunaenda kwa ule mganga. Ila tambua, ile ni himaya ya watu. Yule ni mganga. Mganga mwenyewe tu mganga nani? Mganga kijogoo. Atakuja kugeuza kuku akunywe supu. Na mimi sina iana. Oho. Nisikilize Musa. Awe mganga kijogoo, awe mganga kipanga. Itajulikana huko. Mbivu na mbichi ndio itajulikanika. Mguu wako, mguu wangu, nyanyuka tuondoke. Sina muda wa kupoteza hapa. Sasa mwanangu, hakuna cha mwanangu. Ngoja kwanza, ila kuwa mpole mwanangu. Kwa watu. Digo. Mwaka uko mbali sana nadhani. Asma, kuna tukio nalifikiria na najiuliza, ni mimi kweli ambaye ndo nimefanya lile tukio ama imekuwaje kuwaje? Tukio gani? Kipindi nipo kwenye mahangaiko yangu nilikutana na yule kijana Kato. Alikuwa yeye na rafiki yake. Sikujua ana nia gani, lakini walikuwa wanaonekana zaidi kabisa wanataka kunizuru. Sasa sielewi imekuwaje. Nilishikwa na hasira na sijui zile nguvu za ajabu zimetokea wapi. Nimejikuta na sukuma mbali mrefu sana. Yaani kama yale maigizo ya kichawi. Unacheka nini sasa? Hamna, sitaki kwa ubaya. Nimefurahi. Umeanza kunidharau, si ndio? Hapana, sio kama nakudharau. Kile kitu ulichokuwa unakitafuta tayari kipo ndani yako. Sasa una nguvu kama sisi. Haya maneno si mara ya kwanza kusikia. Baba naye asha kuniambia hivi. Sasa kama nina nguvu, basi nitamshughulikia yeyote ambaye anajifanya mjanja. Hapana. Hizo nguvu sio nguvu za kufanya unayoyataka. Bali hizo nguvu ni nguvu za jukumu.
unatakiwa ujue unazitumia wapi na ni kwa ajili ya nani. Sawa, nitajua nafanya nini. Sawa, lakini ni vizuri unaongea na baba kwanza. Sawa, tajaribu kuongea naye. Sawa. Sawa. Basi naomba kanaendelea ile magimbi yangu ya asubuhi. Sawa. Za siku mdogo wangu. Salama. Mbona? Wande. Hivi upo kule kwenye hichi kijiji? Maana unajua ni muda mrefu sijakuona. Tangia shoga yako Nchoma nisimuone. Na yeye sijawahi kukuona tena, ndio leo nakuona hapa. Damizi. Kweli mdogo wako nilitoka sasa hivi. Nimekuja muda sana leo. Sasa nikaa napita pita. Sasa nikaangalia shambani huko vimboga mboga na ndo tunatoka njiani. Vipi lakini kwema? Dadangu ni kwema, unaweza nikasema sio kwema. Kwa nini? Ilitokea safari ya ghafla dadangu. Na kabla sijaondoka hapa kijijini, nilikutana na mzee Kama. Mzee Kama? Sasa kukutana na mzee Kama inahusianaje na yeye kuondoka wani? Daminza, wewe hujui tu. Mzee Kama ndo aliyosababisha nikatoka hapa kijijini. Na mzee Kama nilipokutana naye alinikumbusha mbali sana. Nilikumbuka mabaya aliyofanya katika familia yangu. Ndio ikawa chanzo cha mimi kutoka hapa kijijini. Wande, mzee Kama amefanya nini familia yako? Daminza, ni story ndefu sana. Hata nikisema naweza kukuelezea hapa tumalize. Lakini nitatafuta siku nije nyumbani. Wande, basi niambie hata kidogo. Unajua umenishtua Usijali dadangu. Unajua unanijali sana, lakini nitakuja nyumbani. Niko ngoja kwanza kafate mboga, nipike. Nikimaliza kupika tu nakuja nyumbani. Haya, tutaonana. Haya wewe nenda tu. Haya dadangu, kwaheri. Haya mwaya. Maunda, ujio wako uwe na maana moja tu. Vipi kazi nilokutuma umeifanikisha? Mkuu, sikio lako libaki kusikia jambo hili moja. Kibiru hatuponaye tena duniani. Hakika bomu langu lolitengeneza limeenda kugusa pale pale ninapopataka. Umefanya kazi kubwa sana Maunda. Kweli umekamilika. Kile kilichokuwa kinakusumbua, kinakunyima usingizi kwenye ndoa yako, historia yake imeishia hapa. Sasa leo jioni tukutane kileleni na zawadi ambayo inakustahili. Kama ulivyoagiza mkuu.
kijiji chetu Vizegese kimetanda giza zito. Wachawi wamevaa suti, wanajita viongozi mitaani mito. Ahadi tamu midomoni, mioyo ya usumu na fitina. Wananchi wanalia kimya, hakuna wa kusikia kilio cha ndani sina. Barabara zimejaa hofu, usiku taa zimuliki. Haki imefungwa kamba, ukweli hauzungumziki. Mwenyekiti hatutaki, katuumiza kwa maamuzi. Kila kona ni malalamiko, maisha yamekuwa magumu zaidi. Watoto wacheki tena, wazee wanavuta pumzi kwa taabu. Kila siku ni maombi tu, Mungu tuondolee.